Fika sasa hivi utakuwa umesikia tarehe 3 Aprili ilikuwa ni siku mbaya sana kwa jeshi la anga la Marekani, sababu kwa mara ya kwanza Iran walifanikiwa kutungua jeti ya Marekani. Kwa hiyo ni miaka 20 imepita tangia mara mwisho adui alipofanikiwa kutungua jeti ya Marekani au ndege ya Marekani kwenye uwanja wa vita. Sasa ripoti ambazo Iran walikuwa wanatoa zilikuwa za kuchanganya, sababu walianza kusema kwamba jeti waliokuwa wameitungua hapa ni jeti ya F-35, sababu kila mtu anatamani au ameitungua F-35. Na ndio maana utaona hata kwenye comment za watu wote walikuwa wanacheka, wananiambia kwamba Max, toa video ya F-35 kutunguliwa Iran. Lakini picha zilipoanza kuonekana mtandaoni za mabaki ya hii jeti, ndipo tulijua ni jeti gani ambayo tunadeal nayo hapa. Mambo vipi internet, karibu Max Tech TV show ambayo leo itakuonyesha maana halisi ya these things we do that others may live. Sasa muda ulikuwa ni saa 8:50 asubuhi. Jeti ya Marekani, hii ni F-15E, ikiwa na call sign ya Dude 44, ilikuwa iko kwenye anga la Iran, na huu ni upande wa kusini magharibi mwa Iran. Haijulikani hapa ilikuwa inafanya nini, labda ilikuwa iko kwenye mission ya kwenda kudondosha mabomu kwenye targeti zake, yani ilikuwa imeenda kufanya mashambulizi, au labda ilikuwa iko kwenye mission ya kutafuta mandaki ya Iran, yani iko kwenye mission ya reconnaissance, kufanya ujasusi na kujua mandaki ya Iran yako wapi, sehemu gani za kupitia, yani zile interest za kuingia na kutokea kwenye haya mandaki, alafu ndo ndege zingine zije kufanya mashambulizi. Tunasema hivyo sababu hii sehemu ambapo hii jet ilikuwa inafanya operation ni kwenye milima ya Zagros Mountain, na hapa kuna sadikika kwamba kuna yale mandaki ya IRGC, yani sehemu wanapofichia makombora yao ya ballistic pamoja na silaha zingine. Lakini silaha ya ulinzi wa anga ya Iran iliyokuwa kwenye ile eneo ilifanikiwa kuilenga hii jet na kufanikiwa kuintercept, yani kuilipua huku ikiwa juu. Na hapa napo kuna ripoti tofauti kwamba ni air defense gani iliyoweza kuishambulia hii jet. Trump anasema ni manpad, yani ni kama anatetea ile kauli yake kwamba tayari wameshamaliza air defense zote za Iran. Kwa hiyo anasema kwamba Iran wanaweza wakatumia portable air defense, yale makombora ya ulinzi wa anga yanayofyatuliwa kutoka begani kushambulia hii ndege, lakini air defense kubwa zile zote za Iran ambazo zinatumia rada tayari wameshazimaliza. Hiki ndio kitu ambacho Donald Trump anasema alikuwa anatetea kauli yake ya mwanzoni. You know what hit this one was a handheld shoulder missile, heat-seeking missile. So it's not like, Ripoti zingine zinasema kwamba hii ni kazi ya TOM-1. Hii ni air defense system inayotengenezwa na Russia. Lakini Iran wao wanasema hii ni air defense yao mpya kabisa ambao wameanza kuifanyia production, lakini hawakuitaja jina hii air defense. Sasa watu wakaanza kusema labda hii ni kazi ya Majid, sababu kuna video hii jeti ya F-15E ikiwa inatunguliwa iliyokuwa inasambaa mtandaoni, na hii video inafanana na ile video ya F-35 ilivyokuwa inatunguliwa. Kwa hiyo ndio maana watu wanasema kwamba hii itakuwa ni kazi ya Majid. Sasa kwenye hii video ambayo inaonyesha hii jeti ya F-15E ikiwa inatunguliwa, hatujui kama video ni ya kweli au kuna vitu fulani imeongezewa, lakini hii video ndio ipo mtandaoni ikionyesha hii jeti ya F-15E ikiwa inatunguliwa na kombora la Iran. Sasa hii video ikianza tu pale mwanzoni utaona kabisa hii jeti imepigwa na kombora. Alafu baadaye kidogo tunaona hii jet inafyatua flares. Flare ni ule moto ambao kazi yake ni kuchanganya yale makombora yanayofuata joto la target. Sasa inaonekana huyu rubani alichelewa labda kutoa hizi flares, labda kuliona ili kombora na tayari lilikuwa limeshafika kwenye hii jet. Kwa hiyo pale anapopiga button ya kutoa flare tayari ili kombora lilikuwa lishapiga hii jet. Lakini hii inatuambia kwamba hili kombora lilikuwa ni kombora la kufuata joto, yani kombora ambalo laongozwa na sensa za infrared na sio kombora ambalo laongozwa na rada. Sababu lingekuwa ni kombora ambalo laongozwa na rada, basi huyu rubani angefyatua chef na sio flare kabisa. Sasa kama ni kombora ambalo laongozwa na joto, yani sensa za infrared, inamaanisha kwamba hili kombora ni kombora ambalo la range ndogo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii jet ya F-15E ilikuwa ina operate chini, ndio maana ikaweza kulengwa na hili kombora. Lakini pia hata kama hii jet ilikuwa ina operate kwenye anga la juu sana, yani iko mbali kutoka ardhini, umbali ambao haya makombora yanayoongozwa na infrared hayawezi kuifikia, Iran wana solution nyingine ya kuwezesha makombora yao haya yanayoongozwa na infrared kuweza kufika juu mbali sana. Wana hili kombora ambalo la range ya kilomita 100. Hili ni kombora ambalo linajulikana kwa jina la missile 358. Hili ni jina la nchi za magharibi ndio wanaliita hivyo, lakini Iran wenyewe hatujui wanalitaji hili kombora lao.
Lakini hili ndio kombola ambalo linaweza likawa na range ya kuweza kuifikia jet ambayo iko juu sana, na hili kombola linaongozwa kwa kutumia ile style ya infrared. Sasa hili kombola lawezaje kuwa na range ya kilomita 100? Ni kwa sababu hili kombola latumia jet engine, yani halitumii rocket ya kawaida kama makombola mengine yanatumia engine ya rocket kupadi kwenye target yake, lakini hili kombola lenyewe latumia jet engine ambayo ni ndogo sana. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba hili kombola linaweza likapaa kama ndege au cruise missile angani kwa muda mrefu, na huo muda huku likiwa natafuta target yake iko wapi. Sasa hili kombola likiwa lapaa angani huwa latumia style tunaita figure 8, yani linachora 8 angani kutafuta jeti ya adui iko wapi. Sasa jeti ya adui au ndege ya adui ikijichanganya ikaingia kwenye range ya hili kombola latumia sensa zake za optical kuweza kuona hii ndege iko wapi, alafu linaanza kufuata hii ndege. Likikaribia ile ndege labadilisha sensa, laanza kutumia sensa za infrared ili kupata ile picha accurate ya joto la hii ndege na kuweza kulipuka pale ambapo hii jet au ndege inatoa joto kubwa ambapo ni kwenye engine na kuifanya ishindwe kuoperate. Tatizo kubwa la hili kombola ni kwamba halina spidi kubwa, lina spidi ya subsonic. Kwa hiyo inamaanisha kwamba rubani wa jet akiweza kuliona hili kombola anaweza kalikimbia. Kwa mfano akafanya jet yake iende spidi ya supersonic, anaweza kaliacha hili kombola nyuma. Kwa hiyo hili kombola lategemea lisiweze kuonekana kwa rubani ndio liweze kufanya mashambulizi yake kwa ufanisi zaidi. Sasa hii style ambayo hili kombola latumia ni style ambayo inatufanya tuliweke kwenye kategori mpya kabisa. Hili ndio kombola la kwanza duniani ambalo tunaliita Loitering Surface to Air Missile. Okay, sasa kama ni hili kombola au ni TOW M1 au ni Bava 373 kama ripoti za Iran zinavyosema, au ni Manpad kama Donald Trump anavyosema, kitu ambacho tunajua ni kwamba hii jet ilifanikiwa kupigwa na kombola la ulinzi wa anga la Iran na kuifanya ipoteze control. Sasa kwenye hali kama hii, rubani ili aweze kusurvive huwa anafanya kitu kinaitwa injection, yani kujifiatua kutoka kwenye hii jet ambayo hawezi tena kuicontrol. Sasa hii kazi huwa inafanywa na rocket engine zinazotumia mafuta ya kiunzi, yani solid fuel, mafuta ya kiunzi kwa Kiswahili. Na hizi rocket engine huwa zimewekwa chini ya siti ya rubani. Sasa muda ukifika, rubani akiruhusu hizi engine zianze kufanya kazi, zinawaka na kutoa msukumo wa zaidi ya kilo 2041 kwa ndani ya sekunde 0.7. Hii ni hatari. Lengo hapa ni kumrusha huyu rubani umbali fulani na hii jet ili sasa aweze kutoa parachuti yake iweze kumfikisha chini salama. Lakini hii force inayotoka kwenye hizi rocket engine zinazomrusha huyu rubani, huenda hichi ndio kitakuwa kitu kibaya zaidi ambacho unaweza ukakisikia ukiwa duniani. Sababu unaweza ukahisi nguvu ya gravity ikiongezeka zaidi ya mara 18. Yani chukua uzito wako wa kawaida uzidishe mara 18. Hivyo ndio utakavyojisikia kama wewe ni rubani wa hii jet na umefanya injection. Na ndio maana ndani ya hizi sekunde chache mwili wa huyu rubani ambaye amefanya injection unakuwa umepungua urefu kwa inchi kama 2. Sasa hii inamaanisha kwamba mara nyingi watu wanavunjika uti wa mgongo wakati wa injection, sababu uti wa mgongo huwezi kuvumilia uzito kuongezeka au kuzidishwa mara 18. Uzito wako wa kawaida, kwa mfano kama una kilo 70, zidisha mara 18 ndio utapata uzito wako ndani ya hizi sekunde chache baada ya hizi rocket engine kuwaka ili kukufiatua kutoka kwenye hii jet. Marubani wengine huwa wanakatika mikono. Injection sio kitu kizuri, ni kitu ambacho rubani anaomba asijawahi kufanya ndani ya maisha yake yote, sababu anaweza asiwe rubani tena na kuna chance ya 30% ya kufa. Na pati nyingine ya injection ni kupana parachuti. Hiki ni kitu ambacho marubani wa hizi jet hawajapewa mafunzo ya jinsi gani ya kuoperate parachuti. Kwa mfano kuwa na uwezo wa kucontrol parachuti na kujua sehemu gani unaweza ukatua ambapo patakuwa salama. Lakini kwa wao marubani wa hizi jet hawajapewa mafunzo ya parachuti, kwa hiyo ni kutegemea sehemu gani upepo utakapokupeleka, na kama sehemu itakuwa nzuri hongera, lakini kama upepo utakupeleka kwenye sehemu ya ajabu utakubali mwenyewe. Kumbuka hii jet ilipigwa mida ya saa 8 usiku au saa 8 asubuhi. Kwa hiyo bado giza lilikuwepo. Sasa ilipofika asubuhi ndipo tukaanza kuona picha za mabaki ya hii jet iliyotunguliwa na tukajua kabisa hii sio F-35 kama Iran wanavyosema. Hii ni F-15E kutoka kwenye kikosi cha 494 Fighter Squadron, ambacho hiki ni kikosi cha jeshi la Marekani ambacho kinaoperate kutokea Uingereza. Lakini pia baadaye tukaona picha nyingine ya injection seat.
Na tukajua kabisa hii injection seat sio injection seat ya F-35, sababu hii ni injection seat kwa jina la S2, yani Advanced Concept Injection Seat 2, na inatumiwa na jeti nyingi za Marekani, lakini sio F-35, sababu rubani wa jeti F-35 anatakiwa kuipaisha hii jet huku akiwa amevaa element ambayo inamwezesha kuona mambo mengi sana kwenye uwanja wa vita. Tatizo ni kwamba hii element ni nzito kuliko element za jeti zingine, sababu hii element ina teknolojia nyingi kuliko element za jeti zingine. Kwa hiyo rubani wa F-35 aki-eject kwa kutumia hii seat ya S2, sababu msukumo wa hizi rocket engine ni mkubwa sana. Kwa hiyo ndio maana hizi jeti za F-35 zinatumia siti mpya kabisa ambao zenyewe zimepunguzwa ule msukumo ili kumfanya rubani aweze kusurvive pale anapofanya injection bila shingo yake kukatika. Sasa kwa kuwa Iran walikuwa wanajua wametungua F-35, wao walikuwa wanamtafuta mtu mmoja, sababu F-35 ni jeti ambayo ina rubani mmoja. Kwa hiyo wao walikuwa wanamtafuta rubani mmoja wamkamate, huku Marekani wao walikuwa wanatafuta watu wawili, sababu hii jeti ya F-15E huwa ina rubani mmoja, lakini kuna mtu mwingine kwa nyuma. Yeye anaitwa WSO, yani Weapon System Officer, na kazi yake ni kucontrol system mbalimbali za makombola ambayo hii jeti inabeba, sababu hii jeti inaweza ikabeba mabomu mengi sana na aina tofauti tofauti. Kwa hiyo ndio maana ni muhimu kuwa na WSO au WISO, Weapon System Officer, ambaye kazi yake ni kucontrol haya mabomu na kuweza kuyaongoza hadi kwenye target yake, sababu kuna mabomu ambayo yanatumia ile laser. Ukimulika laser chini ndio haya mabomu yanajua sehemu gani yanatakiwa kudondoka hapo. Kwa hiyo hii ni kazi ya WISO. Sasa kwenye wakati wa ejection huwa kila mtu anakuwa na seti yake, kwa hiyo kila mtu anafyatuka kivyake na kila mtu anaenda sehemu tofauti tofauti kulingana na upepo utakavyompeleka. Kwa hiyo upepo ndio unaoamua uende wapi. Sasa huyu rubani yeye alipotua, labda alibahatika kuwa na hali nzuri baada ya kufanya ile injection, sababu aliweza kuactivate beacon yake ili jeshi la Marekani wajue yuko sehemu gani waje kumchukua. Hii ni ANPRQ-7 Combat Survivor Evader Locator Radio System. Hizi ni kama radio call ambazo zinatumia signal za GPS kuweza kutoa location ya mtumiaji na ina operate kwa kutumia frequency ya megahertz karibia 123. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii radio inaweza ikawasiliana direct na satellite. Lakini kwenye hali kama hii ambayo rubani yupo kwenye eneo la adui na anajua adui anaweza akuwa na track signal ambazo zinatoka kwenye hii beacon, tunajua Iran kwenye mambo haya ya signal intelligence wako vizuri, sababu wana kikosi ambacho kazi yake ni kufanya signal intelligence. Kama unakumbuka, hao ndio waliohusika kuhack drone moja ya Marekani na kufanikiwa kuishusha. Kwa hiyo wako vizuri kwenye signal intelligence na mambo ya kuintercept signal za radio. Kwa hiyo ndio maana rubani anaweza akatumia radio kwa style inaitwa LPI and D, yani low probability of intercept and detection. Hii inahusisha kufanya mawasiliano kwa kutuma mawimbi mafupi sana ya radio ambayo ni magumu kwa adui kuweza kuyatrack na kujua yanatokea wapi. Anaweza kayatrack, lakini lazima awe na vifaa maalum vyenye uwezo wa kuifanya hii kazi. Na hii ndio sababu kwa nini tulianza kuona hii ndege ya Marekani. Hii ni ndege kwa jina la HC-130J Combat King. Hii ni ndege iliyotengenezwa kwa ajili ya kuifanya hii kazi, yani kufanya uokoaji kwenye eneo la adui, sababu inaweza ikasikiliza na kujua beacon ya rubani iko wapi. Yani kama amewasha radio yake inaweza ikajua huyu rubani yuko sehemu gani, sababu ina vifaa maalum vyenye uwezo wa kuifanya hii kazi. Kwa hiyo hii ndege inaweza ikatuma helikopta hadi sehemu ambapo imepata signal kwamba huyu rubani ndo alipo. Alafu hizi helikopta zikimfikia huyu rubani zinaanza kutumia GPS ili kupata ile precise location kwamba huyu rubani yuko wapi, ili waweze kumchukua kutoka kwenye ile eneo. Lakini pia hii ndege kubwa ina kazi nyingine. Hii ndege inaweza kabeba mafuta na kuzijazia hizi helikopta mafuta ili kuziongezea range ziweze kuingia ndani zaidi kuweza kumchukua huyu rubani. Na tuliona kwenye video moja hizi helikopta mbili kwa jina la HH-60W Jolly Green 2 zikiwa zinajaziwa mafuta angani kabla ya kwenda kumchukua huyu rubani, na hapa zilikuwa zinapita chini chini sana. Sasa lengo la kupaa hivi huenda ni kukwepa zile rada za ulinzi wa anga za Iran ambazo zipo kwenye ile eneo, sababu tunajua F-15E ilifanikiwa kutunguliwa na air defense ya Iran. Kwa hiyo hapa kunaweza kuwa kuna air defense za Iran zipo kwenye ile eneo. Kwa hiyo ndio maana hizi ndege zinapita chini chini sana. Lakini pia sehemu ambapo zilikuwa zinapita chini chini ni kwenye sehemu ambapo kuna maeneo ya watu. Ndio maana unaona wanaweza wakarekodi hizi video
Kwa inamaanisha kwamba walikuwa wanajaribu kulikwepa jeshi la Iran sehemu lilipo, sababu wanajua akipita hapo kuna manpad, wanaweza wakashambulia helikopta pamoja na hii ndege. Hawa ni wanajeshi wa Iran ambao na wenyewe walikuwa wanamtafuta huyu rubani wamkamate, sababu kwenye huo muda bado walikuwa hajamuokoa huyu rubani. Na hapo ndipo tulisikia Iran wametangaza rasmi kwamba kwa yoyote atakayempata huyu rubani atapatiwa dau la dola za Kimarekani karibu 60,000. Ukibadilisha kwa hela za kibongo, hiyo ni sawa na milioni 155. Kwa hiyo ni hela nyingi sana ambao kwa mdau wa Iran angepewa, maisha yangekuwa vizuri. Kwa hiyo ndio maana tuliona watu wengi kweli wameanza kumwinda huyu rubani. Na hii ndio ikawa sababu kwa nini jeshi la Marekani waliamua kutuma ndege nyingine. Hii ni ndege kwa jina la A-10 Warthog kwa ajili ya kufanya operation kwa jina la Sandy, yani kushambulia hivi vikosi vya jeshi la Iran pamoja na watu mbalimbali ambao walikuwa wanajaribu kumtafuta huyu rubani. Yani lengo hapa ni kuwapunguzia speed ili wasiweze kumfikia huyu rubani kabla waokoaji wa Marekani hawajamfikia huyu rubani. Lakini kwenye hii mission ya Sandy ya A-10 Warthog iliweza kushambuliwa na manpad, kombora la ulinzi wa anga ambalo lafyatuliwa kutoka begani, na ili kombora lilifanikiwa kupiga injini moja hii jet. Kumbuka hii jet na injini mbili. Ripoti zinasema kwamba hii ndege iliendelea kufanya mashambulizi hadi pale ilipohakikisha kwamba rubani hayuko hatarini, ndipo hii ndege ikaondoka. Ripoti za kwanza zilikuwa zinasema kwamba hii ndege imeanguka sijui Hormuz majini, lakini rubani amefanikiwa kuokolewa. Lakini ripoti za hivi karibuni zinasema kwamba hii ndege iliweza kuingia Kuwait, ilifanikiwa kuingia kwenye anga la Kuwait na rubani akaamua kuinject kutoka kwenye hii ndege sababu alikuwa tayari hana uwezo wa kuicontrol, asingeweza kuituisha salama. Sasa hizi ni video ambazo zinaonyesha hizi helikopta za Jolly Green 2 zikiwa zinapita sehemu ambapo kuna polisi wa Iran ambao wanajaribu kuzishambulia kwa marisasi. Tunaona wanatumia bunduki kama AK-47, wengine wana pistol, wanazishambulia hizi helikopta za Marekani ambazo zinakwenda kumuokoa huyu rubani. Sasa hatujui kwamba zilikuwa zinakwenda kumuokoa huyu rubani au ndo zilikuwa zinatoka kumuokoa huyu rubani. Lakini hizi helikopta mbili zilipata damage kubwa sana na ikazilazimisha ziende kutoa Iraq. Lakini pia haya marisasi ya Iran yaliweza kujeruhi baadhi ya watu ambao walikuwa kwenye hizi helikopta. Sasa hatukupata idadi kamili ni watu wangapi walijeruhiwa, lakini haya mashambulizi ya marisasi yaliweza kufanya majeraha. Japokuwa hakuna mwanajeshi wa Marekani aliuliwa kwenye hii mission hapa. Sasa muda huu tayari Marekani walikuwa wameshathibitisha kwamba wameshamuokoa rubani na anaendelea vizuri. Lakini hapo ndipo taarifa zikaanza kusambaa kwenye social media mbalimbali, na hizi taarifa zilikuwa zinatoka kwa wachambuzi mbalimbali, wengine wa Marekani, wengine wa nchi zingine, wakisema kwamba jeti iliyotunguliwa ni F-15E na uwe na watu wawili. Je, huyu WSO yani Weapon System Officer yuko wapi? Ndipo Iran wakajua kuna mtu wa pili ambaye alikuwa kwenye hii ndege ya Marekani au hii jet ya Marekani na hawajampata. Sasa wakaanza kumtafuta. Trump anasema kwamba hii ni siri ambayo ilivuja, kuna mtu alivujisha hii siri kwamba kuna mtu ambao bado Marekani hajafanikiwa kumuokoa, na huyu ni Weapon System Officer na yuko kwenye ardhi ya Iran. A leaker leaked that we have one, we've rescued one, but there's another one out there that we're trying to get. The person that did the story will go to jail if he doesn't say. And they put that man at great risk, and they put the hundreds of people that went in looking for him, because everyone now knows that we're going in. Sasa sijui hapa alikuwa anamaanisha nini, na huku watu wote tulikuwa tunaona kabisa hii ni jet ya A-15E, na siku zote jet ya A-15E huwa inafanya mission huku ikiwa na watu wawili. Hii ni taarifa ambayo ilikuwa iko public kabisa. Sasa sijui hapa Trump alikuwa anamaanisha nini. Sasa twende kwenye mission ya kumwokoa huyu WSO au mimi ninavyopenda kumuita Weasel. Hii ndio ilikuwa mission hatari sana, sababu huyu Weasel alikuwa hajaactivate ile beacon yake, yani ile beacon ambayo inaonyesha jeshi la Marekani kwamba yuko wapi waje kumchukua. Kwa hiyo Marekani walikuwa hajui huyu jamaa yuko wapi ndani ya Iran. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wameandaa statement ya kuwajulisha watu pamoja na media kwamba huyu jamaa atakuwa tayari amefariki, sababu injection kama tulivyosema kuna 30% za kufa ukiwa unafanya injection. Sasa wakiwa wanajiandaa kutoa hii statement, huyu WSO au Weasel akaactivate ile beacon yake na ikajulikana yupo sehemu gani. Sasa baada ya Air Force kujua yuko sehemu gani,
wakaanza kuandaa mission ya kwenda kumchukua, lakini tatizo ni kwamba walikuwa hawajui kwa nini huyu WSO au huyu Weasel hakuwasha beacon yake mapema, yani pale tu alipofika chini. Kwa nini hakuactivate beacon yake kama rubani wake alivyofanya? Kuna sababu nyingi kwa nini hiki kitu kilikuwa hivi. Labda huyu jamaa alipofika chini alikuwa amezimia tayari, kwa hiyo ikabidi akae hadi ule muda alipoamka ndipo akaactivate beacon yake ili wajue yuko wapi. Lakini Air Force wao walikuwa nahisi huenda huyu jamaa tayari ameshakamatwa na Iran. Kwa hiyo jeshi la Iran IRGC walikuwa wanaandaa mtego kwa kumtumia huyu jamaa ili kuambush ndege za Marekani ambazo zitataka kuja kumuokoa waweze kuzishambulia na manpad pamoja na silaha zingine za ulinzi wa anga. Kwa hiyo Air Force walikuwa najua hapa wanaweza wakaingia mkenge, wakaingia kwenye mtego wa IRGC na wakafanywa mashambulizi makubwa sana. Kwa hiyo Air Force walikuwa naamini kwamba hawa IRGC ndio wamepata hii beacon, labda ndio wameactivate hii beacon ili kuwafanya waokoaji wa Marekani waje hii sehemu. Kumbuka ni milimani, kwa hiyo ni sehemu nzuri sana ya kuficha air defense na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Kwa hiyo jeshi la Marekani walikuwa wanataka wapate uhakika kwamba kweli huyu jamani yeye ndo yupo kwenye hii sehemu na anawaita waje wamuokoe na sio IRGC wakiwa wameweka mtego kwenye ile eneo. Sasa mimi naona sababu kuu kwa nini huyu Weasel hakuactivate beacon yake pale tu alipofika chini ni labda huyu Weasel alionekana, yani watu walimuona pale tu parachute yake ilipofika chini. Kwa hiyo moja kwa moja alikuwa anatakiwa kufanya kitu kinaitwa survival, evasion, resistance and escape. Hii ni kozi ambao wanapewa marubani wa Air Force na kifupi cha hii kozi ni SELE. Selemani. Sasa hii kozi ya survival, evasion, resistance and escape, haya ni mafunzo ambayo marubani wa jeti za kivita lazima wapewe. Haya mafunzo yanakufundisha jinsi gani ya kusurvive kwenye eneo la adui yako bila kukamatwa. Sasa huenda huyu jamaa ndicho kitu alichokuwa anafanya, sababu aliona kuna watu wanamfuatilia. Kwa hiyo moja kwa moja asingeweza kuactivate beacon yake kufanya ndege za Marekani zije kwenye ile eneo, angekuwa tayari ameshakamatwa. Kwa hiyo alikuwa anataka kutafuta sehemu ya kujificha ndo aweze kuactivate beacon, alafu ndo ndege za Marekani zije kumchukua. Sababu angeactivate beacon yake pale pale inamaanisha kwamba angelazimika kusimama hapo kwa muda mrefu ili ndege za Marekani zije kumchukua. Hauwezi ukaactivate beacon hapa alafu ukakimbilia tena eneo lingine ukaactivate beacon, unakuwa unafanya confusion. Kwa hiyo unatakiwa uwe sehemu fulani umetulia ndio uweze kuactivate beacon, ndio ndege za Marekani ziweze kuja kukuchukua. Sasa kuna kitu hii kozi ya SELE inafundisha, kuna hiki kitu tunakiita counter tracking. Sababu inajulikana hawa IRGC wanaweza kuwa walikuwa nafuata nyayo za huyu WSO ili kujua ameelekea wapi, lakini pia wanaweza wakawa wanatumia mbwa anaweza katrack harufu na kujua huyu Weasel ameelekea wapi. Sasa ili kuzuia IRGC wasiweze kumtrack huyu Weasel kwa hizi staili mbili, kwa kutumia nyayo au kwa kutumia harufu, kwa kutumia mbwa kuweza kufuata harufu ya huyu WSO na kujua ameelekea wapi, huyu Weasel alilazimika kujipitisha kwenye sehemu yenye maji mtoni ili kuondoa harufu yake. Sasa ukipita kwenye maji yanaondoka na harufu yako, kwa hiyo inamaanisha kwamba zile mbwa zenye uwezo wa kutrack harufu zikifika kwenye ile eneo zinapoteza kabisa harufu yako, zinashindwa kujua imeelekea wapi. Kwa hiyo huyu Weasel aliweza kupita kwenye mito mbalimbali ili kupoteza harufu yake, ili kufanya mbwa za IRGC zisiweze kumtrack. Lakini pia kuhusu nyayo zake, huyu WSO aliamua kupita kwenye sehemu yenye mawe. Aliamua kupanda kwenye mlima wa mita 2130 na akakaa hapo juu kwenye pango. Kwa hiyo inamaanisha kwamba sehemu alizokuwa na kanyaga ni sehemu zenye mawe tu. Sasa uwezi ukaacha nyayo zako za miguu kwenye mawe, labda uwe Yesu. Sasa ndio maana IRGC walishindwa kumtrack. Hawakuweza kuona nyayo zake huyu jamaa ameelekea wapi, hawakuweza kutumia harufu kuweza kumtrack sababu huyu jamaa alikuwa anapita kwenye maji, na kulikuwa hakuna mtu wa jeshi la Iran au labda watu mbalimbali ambao walikuwa wamekusanyika kumtafuta huyu Weasel ambaye alikuwa na vibe ya kupanda kwenye mlima wa mita 2130. Labda ni kwa sababu walikuwa wanajua wanaweza wakawa wanatumia drone yenye uwezo wa kutrack joto na kujua kama kuna mtu kwenye huu mlima. Tunajua Iran wana hii teknolojia ya kutumia drone zenye sensa za infrared kuweza kutafuta joto la mtu ambaye yupo chini. Tunajua mwili wa binadamu huu unatoa joto, kwa hiyo hii ndio joto ambayo hii drone inakuwa inaangalia na kujua huyu mtu yuko wapi. Sasa kwa kulijua hilo, huyu WSO alipofika juu ya mlima aliamua kujificha kwenye pango.
ambapo drone za Iran zisingeweza kumuona. Hata kama zingekuja hizi drone ambazo zinaangalia joto lake, zisingeweza kumuona kama huyu jamaa angekuwa ndani ya pango. Sasa kama drone za Iran haziwezi zikamuona, inamaanisha kwamba hata drone za Marekani ambazo zilikuwa zinamtafuta zisingeweza kumuona huyu jamaa yuko wapi. Sasa alipokuwa kwenye hili pango, hapo ndipo aliamua kutuma message na kuwasha beacon yake kuonyesha jeshi la Marekani kwamba yuko wapi ili waje wamuokoe. Sasa unakumbuka nilivyosema kwamba Air Force bado walikuwa naamini huu ni mtego wa IRGC. Kwa hiyo waliamua kuambia CIA waweze kuthibitisha kwamba kweli kama huyu WSO au Weasel yupo kwenye ile eneo na yupo hai. Yaani mtu anayetuma hizi taarifa kweli ni mtu wao. Sababu kitu pekee alichosema kwenye redio yake alipoiwasha ni God is good. Yaani Mungu ni mwema. Hakutumia kodi za kijeshi. Ndio maana Donald Trump akawa anasema kwamba hiki ni kitu ambacho Waislamu wanaweza wakasema na sio mwanajeshi wa Marekani. Kwa hiki ndio kitu ambacho kilikuwa kinaendelea kuwachanganya Air Force na kuamini labda huu ni mtego wa Iran, wanataka wasogeze ndege zao hapo ili waweze kuzilipua. Kwa hiyo jeshi la Marekani likawaomba CIA waweze kuthibitisha kama ni kweli huyu WSO yuko mzima na yuko kwenye ile eneo. Sasa walijaribu kutuma drone ya MQ-9 Leaper ambayo na yenyewe na ile thermal imaging kuweza kuangalia joto la mtu ambaye yuko chini na kujua kama ni kweli kwenye ile eneo kuna mtu ambaye yupo hapa chini. Lakini hii drone na yenyewe ilishindwa kumuona huyu jamaa sababu alikuwa yuko ndani ya pango na alikuwa hawezi akatoka. Na sababu kwa nini huyu jamaa alikuwa hawezi akatumia redio yake labda akatuma message nyingi zaidi au akaongea zaidi na hao watu wanaokuja kumuokoa, ni kwa sababu alikuwa anaogopa Iran wanaweza wakaintercept haya mazungumzo yao na wakajua yuko wapi. Kwa hiyo ndio maana huyu jamaa alikuwa anajaribu kulimit matumizi ya hii redio. Yaani alikuwa anatumia ile style ya kutuma shortwave, ambapo kwenye shortwave burst hauwezi ukaweka information nyingi. Unaweza ukaweka maneno kama God is good, lakini sio kuongea kama unaongea na simu. Hapana. Kwa hiyo huyu WSO alikuwa anaogopa kutumia redio yake. Kwa hiyo ndio maana mawasiliano na jeshi la Marekani ni kama alikuwa hayapo. Sasa swali ambalo lilikuwa limebaki, watawezaje kuthibitisha kwamba ni yeye ndio yupo kwenye hii sehemu? Sasa ndipo CIA wakaamua kutumia teknolojia yao ya ajabu sana. Ni teknolojia ambayo inaitwa The Ghost Mama. Okay, nikianza kusimulia hii teknolojia jinsi inavyofanya kazi, nadhani hii video itaisha kesho. Lakini kwa haraka hii ni sensa ya quantum. Na operation inayofanya ni kitu tunakiita quantum magnetometry. Hii ni sensa inayotumia property ya diamond zile za kutengeneza kutoka viwandani. Nishaongea kuhusu diamond ambazo zinatengenezwa kutoka viwandani. Unaweza ukaicheki hii video. Sasa hizi diamond au almasi feki huwa zina property fulani muhimu sana. Hii ni property tunaita nitrogen vacance centers. Hii ni kusema kwamba kulingana na usumaku unaotengenezwa sehemu fulani, unafanya ndani ya hii almasi feki vitu kubadilika. Sasa hivi vitu ambavyo vinabadilika ndio hivi tunaviita nitrogen vacance centers. Sasa hiki ndio kitu ambacho kompyuta zinasoma kutoka kwenye hii sensa. Kwa hiyo kompyuta inachukua hizi data na kuzifanyia processing ili kujua ni aina gani ya usumaku upo hapa. Sasa kama unavyojua mapigo ya moyo au jinsi moyo unavyodunda, huwa kuna umeme unazalishwa. Sasa umeme ukizalishwa, basi na usumaku unakuwepo. Kwa hiyo hii ndio sababu kwa nini hii teknolojia inaitwa Ghost Mama. Mama ni ile frequency ambayo mapigo ya moyo ya mtu wa kawaida huwa yanaoperate hapo. Mapigo ya moyo ya mtu huwa yanaoperate kwenye frequency ya hertz 20 hadi hertz 500. Yaani ile hayo ni mapigo ya moyo. Na hiyo ndo mama yenyewe. Sasa mimi naona uwezo mkubwa wa hii teknolojia ni kwenye kufanya processing ya hizi data, sababu ukisema usikilize usumaku wa ile eneo lote, tunajua kuna usumaku duniani. Dunia inatengeneza usumaku wake. Mawe ambayo yapo duniani na yenyewe na usumaku wake. Miti, wanyama mbalimbali, viungo mbalimbali mwilini mwako na vyenyewe vinatoa usumaku wake. Kwa hiyo kuweza kuchukua hizi frequency zote ambazo zipo kwenye ile eneo na kuweza kuziclassify, kwa mfano kusema kwamba hizi frequency hazifai, hizi frequency hazifai, na frequency ambayo inafaa ni hii hapa, na hii ni frequency ya mapigo ya moyo ya binadamu. Ni kitu hatari sana. Ni kitu ambacho kompyuta yenye nguvu zaidi ambayo inasaidiwa na AI ndio inaweza ikafanya kitu kama hiki. Sababu hizi ni data nyingi sana, na ni bahati nzuri hii sehemu ni sehemu ambapo haina watu wengi sana. Ni sehemu kama ni jangwa fulani, ni sehemu ya milimani, hamna miti mingi, ni sehemu ambapo pametulia. Kwa hiyo frequency na zenyewe zitakuwa sio nyingi sana ukichukulia labda na sehemu kama mjini.
Sasa haijulikani hii teknolojia ya Ghost Mama iliwezaje kusogezwa kwenye ile eneo ili kuweza kudetect mapigo ya moyo ya huyu Weasel. Tunajua hii teknolojia imetengenezwa na kampuni la Lockheed Martin, kwa hiyo itakuwa ni teknolojia ambayo inaweza ikawekwa kwenye ndege kubwa. Unajua ndege ambazo zina nafasi kubwa za kuweka kompyuta yenye uwezo wa kufanya hii processing na kukupa haya majibu. Na hii teknolojia wanasema kwamba inaweza ikadetect mapigo ya moyo ya mtu ambaye yupo umbali wa kilomita 60. Hii ni hatari. Sasa hii ndio teknolojia walioweza kuitumia ili kuthibitisha kwamba kwenye hili pango kuna mtu mmoja ambaye ndio huyu WSO. Kwa hiyo mission ambayo ilikuwa imebaki ni kwenda kumchukua. Sasa ungewaza labda Marekani wanaweza wakatuma helikopta kuja kumchukua, lakini tatizo ni kwamba vikosi vya IRGC tayari vilikuwa vimeshajikusanya kwenye ile eneo na walikuwa wanaendelea kuongezeka. Kwa hiyo inamaanisha kwamba manpad kwenye ile eneo zingekuwa za kutosha sana. Kwa hiyo hakuna helikopta ambayo ingeweza kusogea kwenye hii milima, yani kutembea umbali wa kilomita karibia 200 kwenye ardhi ya Iran bila kushambuliwa na manpad. Kwa hiyo njia pekee ya kumwokoa huyu jamaa ambaye amezungukwa tayari na jeshi la Iran ni kutumia force kubwa sana, alafu unaiconcentrate kwenye eneo dogo. Hapa namaanisha matumizi ya karibia ndege 155. Hii ni hatari. Sasa huku CIA walianza kufanya kampeni ya kuwapunguza hao wanajeshi kwenye ile eneo. Sasa hii kampeni yao ilikuwa ni kusambaza uongo ndani ya Iran kwamba tayari jeshi la Marekani wameshamchukua huyo mtu na wanamsafirisha kwa kutumia msafara wa ardhini. Story ilikuwa inasema hivi kwamba mwanajeshi wa Marekani wanamsafirisha huyu WSO kwa kupitia msafara wa magari ili wafike majini wampakie kwenye meli waondoke naye. Sasa hiki kitu kiliwachanganya kabisa IRGC ambao walikuwa wanamtafuta huyu jamaa milimani. Kwa hiyo wanajeshi wengine wa IRGC ilibidi waondoke waende kutega barabarani ili wafanye ambush kushambulia msafara wa magari ya Marekani, lakini kulikuwa hakuna kitu. Lengo la Marekani hapa ilikuwa ni kubuy time, kuhakikisha kwamba muda wa usiku unafika ili ndo waanze operation rasmi. Kama unavyojua makomando wa Marekani wanapenda sana kuoperate usiku. Sasa kama unakumbuka jeti ya Marekani ilitunguliwa ilikuwa ni Alhamis, na mpaka hapa nilipokuwa nasimulia hapa tulikuwa tumeshafika Jumapili. Kwa hiyo Marekani walikuwa wanasubiria ifike Jumapili usiku ndio waweze kufanya operation rasmi ya kumwokoa huyu WSO. Sasa hii kampeni ya CIA iliweza kufanya vizuri zaidi ili kuhakikisha kwamba huyu WSO anapatiwa muda zaidi wa kuendelea kukaa kwenye ardhi ya Iran bila kukamatwa. Sasa usiku ulipofika ndipo operation yenyewe ikaanza. Cheki hapa ni Isfahan. Ni umbali wa kilomita 320 ndani kabisa ya Iran. Na hapa ndipo Air Force waliona kuna uwanja wa ndege uliotelekezwa. Na hii ni sehemu nzuri sana ya kutuisha makomando wao ambao watahakikisha kwamba wameenda kumchukua huyu WSO na kurudi naye hapa kwenye hiki kiwanja cha ndege na kisha kuondoka naye kwa kutumia hizi ndege zilizotua hapa. Yani hii kazi ya hii airport iliyotelekezwa hapa ni kazi tunaitwa FAB, yani Forward Arming and Refueling Point. Sasa ndege mbili kwa jina la MC-130J Commando 2, hizi ndege ndani yake zilikuwa zimebeba makomando wa Marekani. Hawa ni Navy SEAL, Delta Force, Green Beret, lakini pia na marubani hatari sana ambao mimi huwa nawakubali sana. Hawa ni marubani kwa jina la The Night Stalkers. Lakini pia ndani ya hizi ndege kulikuwa kuna helikopta vidogo vidogo. Hivi ni helikopta kwa jina la Little Bird. Ni helikopta vidogo sana. Na jinsi vilivyopakiwa kwenye hizi ndege ni kwamba vimevunjwa, yani viko vipande vipande. Kwa hiyo hizi ndege zilivyotua na maanisha kwamba hao makomando pamoja na hao Night Stalkers walianza kuziassemble hizi helikopta. Na hizi helikopta zina silaha mbalimbali, kwa mfano zina machine gun, maloketi kwa ajili ya kushambulia maadui. Sasa hii kazi ikiwa inaendelea ndani kabisa ya ardhi ya Iran, ndege ya Marekani hii ni boma kwa jina la B-1B Lancer. Hii ni supersonic bomber. Sasa hizi ndege 4 zilifanikiwa kudondosha mabomu ya JDAM karibia 100 kwenye eneo la barabara ya kuingia kwenye hii airbase. Sasa lengo la kutengeneza haya mashimo barabarani ni kuyafanya magari ya IRGC ya kivita yasiweze kufika kwenye ile eneo. Yani wakijua kwamba Marekani wanaoperate kwenye ardhi yao lazima watakuja kuattack, na wakija kuattack lazima watatumia magari yao ya kivita. Sasa lazima wapite barabarani, na barabara ikiwa na mashimo hivi inamaanisha kwamba hawezi wakapita hadi kufika upande wa pili na kufanya mashambulizi. Sasa mimi kitu nilichokuwa nashangaa kwenye hizi picha za satellite zikionyesha haya mashimo ni ufanisi wa haya mabomu kulenga target zake. Cheki haya mabomu jinsi yalivyotengeneza haya mashimo. Haya mashimo yameachana umbali sawa. Hii ni hatari. Yani kila shimo limeachana na shimo lingine kwa umbali sawa. Precision haya mabomu ya Marekani ni kitu kingine.
Na muda huo huo ndege nyingine ya Marekani, hii ni B2 Spirit bomber, na yenyewe ikaenda ikadondosha bunker busters. Hili ni bomu kwa jina la GBU-57 kwenye maandaki ya Iran yenye viongozi wa kivita, na hawa ndio viongozi waliokuwa na coordinate namna ya kumtafuta huyu mtu, wakitoa oda mbalimbali, labda nenda huku fanya hivi. Marekani walienda kudondosha GBU-57 kwenye haya maandaki. Lengo hapa ni kuwazubaisha hawa makomanda wa IRGC kuhusu kitu gani kinaendelea, sababu usipowazubaisha watatoa oda na huenda labda airbase yako inaweza ikashambuliwa. Kwa mfano, wanaweza wakatoa oda mizinga isogezwe hapa karibu na waanze kupiga mizinga kwenye airbase. Kwa hiyo ndio maana ya mashambulizi yalifanyika kwa kutumia ndege ya B2 Spirit. Sasa hizi helikopta za Little Bird baada ya kuunganishwa zilikuwa 4 na zote zilifanikiwa kupaa umbali wa kilomita hadi 8 kwenda kwenye hii milima ya Zagros. Hapo ndipo alipokuwa huyu WSO alipokuwa amejificha. Sasa unaweza kaniuliza, Max, mbona ulisema kuna ndege karibia 150 zilifanya hii operation, ndege zingine zilikuwa wapi? Okay, kama unakumbuka nisema kwamba hii milima ya Zagros tayari IRGC walikuwa wameshaizunguka. Kitu ambacho walikuwa wajui ni mlima gani haswa huyu jamaa yupo. Kwa ndio maana walikuwa wanaendelea kumtafuta. Sasa hizi ndege zingine Air Force walikuwa wanataka kuzitumia kama deception, yani kuwadanganya wanajeshi wa Iran wanaomtafuta huyu WSO, sababu wao hawajui WSO yuko wapi. Wanafuata mwelekeo wa ndege, wakiona ndege imeenda kwenye mlima fulani, hapo hapo na wenyewe ndo wanaenda. Kwa hiyo lengo la kutumia hizi ndege nyingi ni kuzigawa kwenye makundi 7 tofauti. Kwa hiyo kila kundi lilikuwa la operate kwenye mlima wake. Sasa hiki kitu kiliwafanya wanajeshi wa Iran kuchanganyikiwa kabisa. Kwenye milima karibia 7 jeshi la Marekani walikuwa wanafanya operation hapo. Sasa je, mlima gani ndo huyu WSO yupo? Na wakachanganyikiwa kabisa, huku zile ndege za Little Bird zikaenda kwenye ule mlima ambapo alikuwa amejificha na kumtoa huyu WSO kutoka pangoni na kuondoka naye. Sasa hapa kuna ripoti zilikuwa zinasema kwamba wanajeshi wa Iran walifanya mashambulizi, walijaribu kuzishambulia hizi ndege. Wengine wanasema kwamba wanajeshi wa Iran au watu waliokuwa wanamtafuta huyu WSO wenyewe walisalenda na kuondoka. Lakini muda huo huo unakumbuka online kuna video moja ilipostiwa, magari mbalimbali yakiwa yameziba barabara yakiwa yanaelekea upande wa Zagros. Wote hao walikuwa wanaenda kumtafuta huyu rubani. Kumbuka walisema wanatoa dola karibia 60,000. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anaenda kumtafuta huyu rubani ili apate ile dau. Sasa kuna ndege zingine za A-10 Warthog zilikuwa zinafanya ile operation ya Sandy, yani kuzuia wanajeshi wa Iran kuweza kumsogelea huyu rubani, na zinasemekana zilifanya mashambulizi makubwa sana. Matokeo yake hii video ambayo inaonyesha gari za watu zikiwa zinaenda kumtafuta huyu rubani, picha nyingine ile kuja kupostiwa, ilikuwa ni mbaya sana, siwezi nikaionyesha hapa. Na haya yanaonekana ni mashambulizi ya A-10 Warthog. Watu wengi walikufa kwenye hii mission. Sasa baada ya hizi helikopta 4 za Little Bird kurudi kwenye FOB, yani ile Forward Operating Refueling Base, wakiwa sasa wanajiandaa kuondoka na hizi ndege kubwa, ndipo wakagundua kwamba matairi ya hizi ndege kubwa tayari yamezama kwenye mchanga. Haya ni yale matairi ya mbele. Sasa watu walikuwa wananiuliza kwa nini walitua hapa alafu baadaye ndo wanakuja kuangalia wanakuta matairi yamezama kwenye mchanga. Kumbuka hizi ni ndege kubwa sana na zina uzito mkubwa. Sasa zikikaa sehemu moja kwa muda mrefu, sehemu ambapo ardhi yake inadidimia chini, hizi ndege zinazama chini. Sasa waliweza kujaribu kuzitoa hizi ndege, lakini zilikuwa zimeshakaa hapo kwa muda mrefu na zikawa ngumu kutoka. Sasa oda nyingine ikatolewa kwamba ndege zingine zije kuwachukua. Kwa hiyo hizi zilizokwama hapa walikuwa wanaenda kuziacha pamoja na hizi helikopta za Little Bird, sababu muda tayari ulikuwa umeishaenda, na inasemekana kwamba tayari majeshi ya Iran yalikuwa yameshaanza kusogea kwenye airbase na walikuwa wanafanya mashambulizi. Lakini mimi bado sijajua sababu exactly kwa nini waliziacha hizi ndege za Little Bird hapa, lakini huenda labda sababu ni zile ndege zilizokuja kuwachukua. Sababu tuliona kuna ndege moja ambayo ilionekana iliyokuja kuwachukua wanajeshi wa Marekani. Hii ni ndege kwa jina la C-295W. Hii ni ndege ya kikosi cha asili sana cha Marekani. Ni kikosi tunakiita 427 Special Operating Squadron. Ni kikosi cha asili sana, wengi hawakijui kama hiki kikosi kina exist, na hizi ndio ndege ambazo wanazitumia. Sasa labda hizi ndege zilikuwa hazina uwezo wa kubeba hizi Little Bird, kwa hiyo ndio maana wakaziacha hizi Little Bird na wakaamua kuondoka na hizi ndege za C-295W. Na hizi ndege za C-295 ni ndege ambazo zipo chache sana, nadhani zipo kama 3 tu, na hiki ndio kikosi pekee ambacho wanaoperate hizi ndege, na hazina uwezo wa kubeba mzigo mzito kama KC-130 ambao alikuja nazo. Kwa hiyo hizi ndege ndo zilifanikiwa kuondoa jeshi la Marekani kwenye ile eneo,
yani kwenye ardhi ya Iran na huyu WSO. Sasa asubuhi yake tukaanza kuona hizi ndege ambazo Marekani walizitelekeza zikiwa zina hali mbaya sana, zinaonekana zimechomwa moto vibaya sana. Sasa sijui waliwezaje kuzichoma moto hizi ndege, labda walitega mabomu ndani ya hizi ndege alafu wakailipua pale walipokuwa wanaondoka, au labda walitoa oda ya airstrike kwenye ile eneo, yani walifanya mashambulizi kutokea angani ili kuhakikisha kwamba hizi ndege zinaungua kabisa. Na tuliona mapanga ya hii ndege ya Litrobird na yenyewe ilikuwepo hapa. Ndege karibia 4 za Litrobird zilikuwa zimeungua hapa. Sasa hii ni hasara ya karibia dola milioni 300, na hii ndio imewekwa rasmi kwamba ni mission hatari sana ya kumwokoa rubani wa Marekani ndani ya ardhi ya adui, na hii inaendana na ile moto ya kikosi cha uokoaji cha Marekani, these things we do that others may live. Sasa na mwisho nilikuwa nataka niongee kuhusu theory za watu kwamba hii sijui ilikuwa ni mission kubwa sana, kwa nini watumie ndege karibia 155 kumwokoa mtu mmoja. Watu wanaamini kwamba hii ilikuwa ni mission ya kwenda kuchukua uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha 60% ambayo ipo ndani ya Iran na ni kiasi cha karibia kilo 400 hivi. Sasa hili ni swali ambao watu walikuwa wananiuliza, kwa nini hii mission ifanyikie karibu na Isfahan? Kwa nini ndege za Marekani zitoe Isfahan, sehemu ambapo kuna maabara kubwa sana ya nyuklia ndani ya Iran? Sasa mimi nadhani watu wanaoongea hivi wanahisi kwamba viongozi au serikali ya Iran ni serikali ya watu wajinga, yani inaongozwa na watu ambao hawana akili timamu, sababu utakuwa ni ujinga wa hali ya juu kuweka kilo karibia 400 zote za uranium iliyorutubishwa kwa 60% kwenye sehemu moja kwenye maabara ya Isfahan ambao Marekani anaweza kaingia kaichukua. Kwa mimi naamini viongozi wa Iran ni watu ambao wana maarifa mengi tu na wana akili nzuri. Lazima watakuwa wamesambaza hii uranium iliyorutubishwa kwa kiwango kikubwa kila kona Iran, watakuwa wamezipeleka Fordo, zingine zitakuwa zimepelekwa kwenye Missile City. Labda kilo 50 atakuwa nazo mtu mwingine kabisa ambaye hata serikali ya Marekani hawamjui ni nani. Kwa hiyo kusema eti Marekani anaweza wakafanya uvamizi sehemu moja afu akazichukua kilo 400 zote, hiki ni kitu ambacho sijui kwa nini watu wanafikiria hivyo. Marekani wameweza kufanya hivi sababu propaganda ambayo Iran wangeweka baada ya kumkamata huyu WSO ingekuwa ni kubwa sana, na Marekani angeonekana hata hii vita ameshindwa sababu tayari wameshamkamata mtu wake. Kwenye haya mambo huwa kuna slogan moja tu, no man is left behind. Asanteni sana kuangalia hii video. Jina yangu ni Jmax the ATG. Bye bye.